mdogo wangu, unajua kuna jambo limenikaa hapa. Yaani linaniumiza akili vibaya. Nakwambia tena. Unajua kuna siku niliota ndoto. Ile ndoto niliota nipo na chiwa ndani. Na lakini manyota akatokea akatufuma. Nikajua tu baba ndoto. Lakini wezi amini leo ili jambo limetokea. Tena limetokea vile vile kama nilivyoota. Yeye aliondoka pale na zake huko ni show zake za muziki. Basi mimi zangu ndo nikaa na yule mwanaume ndani. Na mimi sikujua kabisa kama angerudi leo. Lakini leo mwenzangu atasijua alikia wapi. Na watu mlango unafunguliwa na tulikuwa tumelala tu mchana. Tumepiga story, mwisho nikaja nikapitiwa tu na usingizi. Na nashtushwa na mlango unafunguliwa ndo anarudi. Akatukuta ndani. Yaani kwa jinsi alivyokuwa nikasema hapa leo lazima afe mtu. Lakini bahati nzuri Matila akaja akakimbia. Kwa hiyo tukabaki sisi wenyewe mle ndani. Kama mika pale nikamwomba msamaha lakini tasieleka msamaha au vipi? Maana jinsi alivyo hata ile mimi. Sasa dada, kama unakumbuka nilikwambia kwamba uwe makini na hiki kitu ambacho unachokifanya kwa sasa. Mimi ninachokuomba dadangu uwe makini. Haya. Sasa amekufumania. Unajua nafikiria nini? Mimi sijui kama nafikiria nini kwa sababu ameondoka tu. Mimi nimemwomba msamaha lakini hajanijibu chochote. Ameondoka. Sasa ushauri wangu kwako kutoka kwangu kuja kwako, ushauri wangu mimi, dada, usije ukalala huko ndani. Asije akakuua, za kubali tunakupenda. Uweze kujua saizi anafikiria kitu gani. Tena kwa kukosea zaidi, umeingiza mwanaume ndani mwake. Hapo umekosea. Sawa. Wewe tunakwambia saizi ameondoka. Basi kama ameondoka sawa. Acha na mimi tu niondoke na kuseketani wewe. Na sitaki ajue kama hili swala uniambia na wala nikushauri chochote. Sawa? Basi sawa wewe. Tutaonana baadaye. Sawa, mimi nitakwambia kipindi kitakachojiri. Sawa. Nilikuwa naenda zangu. Una mdomo mbaya sana. Vipi? Mdomo mbaya? Yaani nimetoka kwa dada hapa sasa hivi. Nyumbani kwake kuna majanga. Majanga? Ndio mume wangu. Kaa kwanza vizuri, kaa hapa kwanza unielekeze vizuri. Mbona unataka kunichanganya sasa? Hii siku nitakuharibika nini? Majanga? Majanga mume wangu kwa dada. Kulikoni? Yaani acha tunaongea siku zile yanatokea leo. Yaani nilivyokuepo dada kanipigia simu. Au mdogo wangu njoo, una shida mara moja. Nimetoka hapa kwa mdogo hiyo mpaka kwa dada. Kufika pale dada vipi ananiambia mdogo wangu mwenzangu hapo unavyoona ndani amani hakuna. Vipi? Mbona sielewi amani hakuna kivipi na nielekeza mdogo wangu. Mwenzangu nimefumaniwa na shemeji yako. Nimechoka. Halafu kibaya zaidi. Kwenye kitanda cha mume wake. Ndani kwa mume wake. Dada amefumaniwa na mwanaume mwingine. Atakuwa yule kijana yule ambaye tulikuwa tunamzungumza. Ya kweli siku ya kufa alisikida. Ulimfuata kabisa ukamuelekeza hivi na hivi. Nakumbuka majibu uliyaleta kwamba kasema sawa ataachana naye. Ila kumbe aliendelea naye. Ila mimi nimemshauri. Aona sasa kilichomkuta. Sasa tunafanyaje mlango? Tutamsaidiaje?
Hii ni ngumu sasa. Kumsaidia utamsaidia nini sasa? Tuliongea na ukaenda kumwambia na mwenyewe yani mdomo wake ulitamka kwamba ndiyo nimewasikia na nitaacha. Si hivyo walivyokujibu? Mbona kilichotokea leo? Nilisema mke wangu, mapenzi ni magumu. Yaani mapenzi ukianzisha aisee kuacha ni ngumu sana. Limeshafichuka sasa pembe la ng'ombe sasa. Limeonekana mchana kweupe. Haya sasa huyo jamaa labda mstaarabu sasa akimwacha na alichoniambia dada. Hawajaumizana kweli? Na alichoniambia dada kibaya zaidi kwamba amemwomba msamaha. Hakumjibu chochote. Mpaka saizi yani haelewi yani kama shemeji anafikiria nini kichwani kwake. Ndio hiki kibaya zaidi. Hiyo mbaya. Kwa mwanaume sisi tunajijua. Nikwambie ukweli. Mwanaume ukiona jambo limefika kama hivyo afu hajaongea chochote, kakaa kimya. Na kuagiza ujumbe mwingine, mwambie kabisa kama vipi atoke kabisa kwanza nyumbani, arudi nyumbani kwao. Akapumzike. Arudi nyumbani kwanza. Atakuja kumuua mle ndani. Mimi nakwambia hivi, kama kaka kimya yule bwana, kamwambie kabisa dada, fanya mpango kwanza nenda nyumbani. Mambo yakae sawa, kama atakuja kuelewana ndipo arudi. La sivyo atakuja kumuua. Atakuja kumnyonga usiku tu. Tukapata kuzika. Mimi niliongea ila dada yako anaonekana mbishi, tumetumia busara ya kila aina. Tufanyaje sasa? Hamna budi tena hiyo sasa. Acha tukae, si yetu masikio na macho. Tukae tuone linakuaje mwisho wa siku. Niache niende zangu bwana nikawahi mchakato kwa sababu huko mwenyewe nilikuwa nakimbilia pesa, tupate hata pesa. Sasa fikiri nakuaje? Haya. Bila kuniambia, nishafunga na mlango, nishasahau tena fungu yenyewe. Baadaye, mimi sichelewi sana huko, naenda tu nitarudi na muda sio mrefu. Mwana leo mbona sana kileo kilieni vipi babu? Yes, mbona baka kafika hapa hivi. Vipi babu? Mwanangu. Ninashua hata si nianze wapi kuanzia. Kwa nini kama sasa? Mwanangu zombi unajua jinsi ambavyo tunapoishi na machela. Lakini yani huwezi kuamini yani leo unapotoka hapa nimefika home pale yani. Ndarau. Gani? Yaani iko hivi. Sawa bwana. Mimi niko na mishe zangu, unaelewa? Kwa taarifa kwa wazi mimi narudi. Nifanye mishe zangu mapema, nageuka ndani naingia pale ndani nyumbani kwangu, nakuta Machila yupo na mke wangu kitandani. Kwa maana yake mke wako amekusnitch. Kani snitch na Machila. Machila wenyewe familia kabisa, anakuja pale home na tunamlisha, tunakula pale nini fresh kumtemia na unamika fala. Sema kazi ngumu unajua. Sahihi au unatupanga? Kwa zombi, sikiliza kwanza. Sema nini? Kwa mwanetu. Kwa huruma sio malezi. Huruma sio malezi. Kwa sababu ule maskani hapa tunakaa naye, alafu kama vile kumbe anakusnitch mwana, sio kweli. Amen. Kwa mwenyewe unaelewa kumchukua msela kumpeleka maskani, unajua umemheshimisha sana. So wengine maskani kwetu watu wapeleki wapi? Tunajua kabisa maisha yetu wenyewe Mungu mulika mwenge. Leo hii anakuja analeta dharau. Si dharau mwanangu kweli. Sema na kumwona. Mwenyewe hadi shemeji. Amezunguka. Wewe sio kitana chako wewe, umeona anakuja kama mchiza, anakuja na mtu kama vile. Sema nini? Sikiliza kwanza. Oya, kwani wewe bado mke wako unambelieve au nini? Unambelieve? Kama vipi sisi tukatoe hukumu? Unaona mbelieve mke wako? Mwanangu mimi nashinda takisali sijui hata mimi nimechanganyikiwa. Sikilize kwanza hapa nampenda mke wangu. Wewe mshamba kumbe. Yule zako tukikutana naye kokote, hata panga la kichwa tunampiga. Bwana tumtoe kovu tu, hata nembo hizo dharau. Unyonge huo unaotuletea bwana maskani bwana. Bwana, msikoni ndani kitu kimoja, umeelewa? Mchizi nyembo kaseti shamkataa kitambo. Umeona? Tunamsemea na msoma dokoa tu. Sema umesikia mimi hajajua kama unaweza kama ndio katikana anajua kama mwingine uniambia mimi. Yaani move ile utokea pale. Nisikilize za kitu kimoja. Mimi namcall. Nampandea wana. Akishika kisimu changu namba wao kwa wapi kisha wangu. Anasema bwana nipo kwenye fulani. Kujibu zombi hawezi kukujibu bwana, hawezi kukujibu. Mwenyewe anajua kabisa huyu lazima aje maskani kueleza.
Inaonekana msela katoka labda kapaniki. Unadhani ataingia maskani au kimpigia watu atapokea? Anajua kabisa mazoea ya kumpigia simu huna. Sema kazingua na Sema sio kweli. Kama nini sema nini? Ligi. Wewe achana nayo. Vitu kama hivyo siviwazi sana. Sisi hukumu tunazo wenyewe. Umeelewa? Sikiliza usiwe kama hivyo bwana. kama chewa chewa. Sikiliza kwanza unyonge dharau bwana. Sikiliza yule tunampa hukumu yake kama inavyohitajika. Nyota. Ukihuzunika dharau. Umekuja kwa familia. Tumekutana na wanawake wangapi bwana? Mbona wewe mbona kwa muoga babu? Vipi babu? Wewe sikiliza yule tunaenda kumfanyia sisi. Tunaenda kumfanyia? Tunamfanyia? Nisikilize sasa usionyeshe unyonge bwana. Mbona unaonyesha sana dharau sasa? Unadharau nini? Unamuogopa nani? Wewe unamuogopa nani? Unaogopa serikali ya? Serikali ndio sisi. Oya sisi wenyewe ndio serikali. Tunatoa hukumu sisi wenyewe. Sikiliza wanangu. Tunapita wenyewe hapo. Mimi nimeshakuja kueleza. Mimi hata sielewi kufanya chochote nataka yeye mfanye. Sababu chiza kaita dharau. Yangu kama hivyo che. Sema nini? Kio mwanangu tunahitaji. Anamwona. Kwanza umeongea kiupi. Oya, siri yako, siri yetu. Oya, sikiliza yule mtakwa mtatu namalizana naye sisi wenyewe. Au unasemaje Zombi? Wewe. Atoka. Sema nini tunaenda kumsomea kama ilivyo. Yule hukumu yetu tunao wenyewe. Baridi, twende huko. Tunamsomea